15 verse 58. Verse 58 says, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Kazi yenu kwa Kiswahili nasema kwa Mungu si bure. So ukikuja hapa unasema hata waizi kiongozi anatuitaida na tuko na kazi zetu za kufanya. Let me tell you, hii kazi tunafanya si bure. Ipo siku tutatuswa. Sijui tajini mwangu kama nyota zitang'aa kila wakati nitakapoamka katika majumba, sitakuwa nyota tajini. Sasa sitakuwa nyota tajini haje kama hukuwahi fanya kazi ya Mungu hata siku moja. Sasa if you want to be crowned, lazima uanze kufanya kazi ya Mungu kungali mjana. Na mchana ni kuanzia wakati umempokea Yesu as your personal savior. Usikawie, maana hatuna muda ndani ya hii dunia. Uchui la kesho. Kuna mtu mahali sasa anakunywa oxygen hospitali. Hakuwa anajua ya kwamba angekutana katika ng'ambo ile. Wewe uko mzuri namna gani? Umechiungana katika ndani ya sapado na bado hutaki kubadiliza mwenendo wako umfuate Yesu. My question is, nitapata mtu wapi? A wonderful virtuous woman who will work for the Lord while it is still daytime. That's my question. Wamama, wase, let us work with the Lord kungali mchana, maana usiku unakuja. Na utaweza toka hivi kesho tusikie uko hospitali. Hiyo ndio time tutakuja kukuita utupeleke field station. Do it now, ungali ukiwa na nguvu. Maana kama unasikia nguvu zimeisha, kuna Mungu wa mbinguni anaongezea watu nguvu. Kama si yuko wrong, naomba mfungue kitabu ni cha Isaiah 40 mstari wa 29. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Amen. Kama unachizi ya kwamba nguvu zako zimeisha, God is there to renew your power. Na atakufanya ukue na nguvu, na ukikimbia hautachoka kwa jina la Yesu. So usiseme mimi nimechoka, ile time nilikuwa na nguvu, ili neno alikuwa inikuta. The time is now. Mwambie akutie nguvu, au fuel roho yako, tukatoke tukafanye kazi. Ukitaka kufanya kazi ya Mungu, wa mama, jitume kwanza. Jitume, ambia roho yako ikubali kufanya kazi ya Mungu. Usijitume na mwili, kufaa kwetu, kunywa kwetu na kutenda kwetu. Je, hiyo tabia inaambatana na roho wa Mungu ama ni ile tunaita China, si mnasema China ni counterfeit. Yaani ni China Christianity. Yaani uko Mkristo nje lakini kindani si wewe. Tabia ni tofauti na mtazamo wa nje. Wacha tujitume tukafanyie Mungu wholehearted. Maana siku sitakuja, giza litaingia, you will regret. Na sitaki mtu regret. Do it right now. Mahali umesikia kiongozi amesema iko hivi na hivi, kutana mukatende kazi ya Mungu. Kama ni field station mumeitwa, want do it, because you never know about tomorrow. Kama uwezi safari ya mbali, utaweza toa saka na sadaka. Kama Haruni mwaminifu alifanya nini? Aliinua mikono. Kuna mtu alisaidia Haruni kuinua mikono? Na kila alipoweka mkono chini, they were defeated. So sadaka kama si lazima ikae fedha na dhahabu. Sadaka yako utasikia mtu wenu ni mgonjwa mahali, na uchukue kama mama wa imani ukaombea huyu mtu. Umefanya kazi ya maana sana.
Ukijisikia kuna mtu mahali analala njaa na hakika chakula iko kwako na imeguswa na kutu na uwezi enda kusaidia huyo mtu, mama, kuna kitu utaupili hata ukipewa Biblia usome Genesis to Revelation. Lakini ukiwa unasaidia, Biblia Yesu anasema vizuri, je, jirani yako ni nani? Si ni mwenye mko na yeye? Kama uwezi saidia kwa walio karibu na mbali, si ufanye kazi ya Mungu ukiwa unaona mwenzako ako na shida fulani. Kama uwezi afford, God knows our heart. Mungu anajua mioyo yetu. Ataweza sema ya kwamba huyu hana, but wholeheartedly ulijidevote ukaombea huyu mtu. Haujafanya kazi kupitia maombi yako, there is one soul umeweza kusaidia kwa jina la Yesu. Usijione dhaifu, usijione hauwezi. We are all wonderfully made in the eyes of the Lord. Na kuna babas yenye Mungu alituambia tufanye katika hii dunia. Hauko tu useme mimi siwezi, hakuna mtu hawezi. Hata si safari ya mbali ya karibu si utaweza. Ni ombi langu siku ya leo, kila mshiriki alio katika ndani ya hii kanisa ikae ni ombi lake, na hilo ombi linatoka kitabu ni cha Isaya 8:6. For as much as these people refused the waters of Shiloah. Isaya 8:6 ndio hiyo. 8:6. 6:8 inasema, also I heard a voice of the Lord saying. Yeah, that one. Also I heard the voice of the Lord saying, who shall I send, and who will go for us? Then said I, here am I, send me. Sauti ya Mungu imefika hapa Eastview, imeuliza ya kwamba nani nitakaye mtuma? And the voice as Isaiah akajibu, here I am, Lord, send me. Nayo ikuwe ni ombi lako mjana wa leo ya kwamba Mungu, nipo hapa, fanya nini? Nitume. Iwe ni ombi langu, Mungu, here I am, send me. Maana usipoifanya hii kazi kungali mchana, utakuja kuitika lini? The Lord is on your door, knocking day in, day out. Amekosa mtu wa kumfungulia. Lakini ni ombi langu mchana wa leo, uambie Mungu ya kwamba ufungue roho yako, umwambie the Lord. Kitabu ni cha Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will speak with him and he with me. Mungu amesimama mlangoni kwa kila mmoja wetu, ana knock mlango, anagonga afunguliwe. Swali langu ni hili, je, tulilala hatuwezi tukamfungulia? Kila mmoja Mungu mumfungulie mlango akaingie kwa nyumba zetu, atakula na sisi. Akisaa kula na sisi, hakika tumuitikie, tumwambie Lord, here we are, send us. Lakini inafaa ikuwe here I am, Lord, send me. Unitume mimi, si ututume sisi, maana hauchaitwa na mtu, umeitwa wewe binafsi. It is my humble prayer this afternoon ya kwamba Mungu akasikie haja ya kila mmoja wetu. Mungu akasikia ulegevu wako. Huenda ikawa kuna kitu kimekuwa kikikusumbua kwa muda mrefu, au chakuwa ukifanya kazi ya Mungu vizuri tangia mwaka uanze mpaka leo. It is my humble prayer, Mungu akusaidie ukainuke, ukamfanyie kazi kungari mchana. Huenda ikawa you have been busy doing your work, umekuwa ukifanya kazi yako na uchakuwa serious kufanya kazi ya Mungu, ukaitenga kando, maana hii haitaki, yani haitakuuliza kitu chochote, lakini mahitaji yako ukayatekeleza sawa sawa.
ikae ni ombi langu mchana wa leo, ukamfungulie Mungu mlango to revive your heart, ndio ukarudi katika mstari ukamfanyie kazi. Maana katika hii dunia hatuna time ya kupoteza. If we have time, tungeendelea kufanya mark time ulimwenguni, but because we don't have time, wacha ikae ni ombi la kila mmoja ajitathmini katika moyo wake ya kwamba I'm ready to serve my Lord because this is my daytime. I don't want to wait for the night to come. Mungu awasaidie mkaweze kumfanyia kazi kungali mchana. Wamama wameimba ya kwamba wataungana wafanye nini? Wafanye kazi ya Mungu. Kama tutaungana tufanye kazi ya Mungu, awaondolee kila visuizi zinazowasumbua katika mioyo yenu, mkaamue ya kwamba let us step forward, tukafanya hii kazi kungali mchana. Maana usiku ukicha upate tumejiandaa, tunamngojea Yesu kurudi kwake mara ya pili. Naomba huenda ikawa katika maisha yetu umekuwa ukikawia mahali, sababu nataka unisomee msomaji kifungo ya key text. Soma kifungo ya key text tukamalize. Luke 17:32. Yeah. Remember Lot's wife. Kumbuka mkewe Lot. Hiyo ndio fungu tuliloanza. Huenda ikawa tumekuwa pipi ya Lot for long time. Tumekuwa tumekawia tukiangalia ulimwengu jinsi unavyotazama. Lakini leo hii Yesu ametuombea kwamba this is daytime. Wacha tugeuke mienendo ile ya uko kwa kina Lot, turudi tukamfuate Yesu. Kama ni ombi lako, inua mkono tukaombe. Mungu muumba wa vyote, unayetupenda tangu utotoni mpaka leo, Jehova, hili neno limefika katika hii nyumba yako. Mungu wangu, ukipanda mbegu haitamea na siku moja. Ona watoto wako wameinua mikono, ishara ya kwamba wako tayari kukufanyia kazi. Ni ombi langu mchana wa leo ukaguse kila mmoja. Hili ni hospitali ambao umeileta huko na sindano ya kipekee. Baba, kazi kungali mchana. Baba wa mbinguni, huenda ikawa miongoni mwao kuna wagonjwa. Ni ombi langu ukawaguse mahali hawajizi vema, ndipo wakarudi sawa sawa. Wamelisikia hili neno, kuendelea katika mioyo yao na likawasaidia katika siku zinazokuja. Naomba Roho Mtakatifu atawale hili kongamano kwa kina katika machumbani mwao na katika kazini mwao wanayoifanya kwa kila siku. Jehova, asante maana umetutenga tuwe taifa takatifu na tusije kupotea, maana tumesalichiwa neno. Tupe hekima inayotoka mbinguni ikatuongoze, mfalme wa amani, ndipo tukaweze kueneza hili neno jinsi umenakiri kwa maandishi ya kwamba utapata wapi a virtual woman who can deliver. Naomba iwe ni wimbo yao, they are here, ukawatume kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, asante kwa hii nafasi ya kipekee. Asante kwa kila mmoja. Asante kwa imani moja. Mungu watumie sawa sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu tumeomba na atakuamini.